mazuri kama tabiri haina ndugu yake kwa kumbala haina ndugu yake lazima yetu nami wala yeye Haleluya. Bwana asifiwe. Nami namshukuru Bwana ni kwa sababu ya adhuhuri ya leo na wakati huu, kwa sababu ya ukuu na rehema zake. Haleluya. Pia nashukuru nyota ni kwa sababu ya kuingia ili kumfanyia Bwana ibada. Haleluya. Maana hatukuji ni kwa sababu ya sisi wenyewe, bali ni kwa sababu ya kumpa Bwana sifa na utukufu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nina furaha ni kwa sababu ya wakati huu na nafasi hii ambayo nimepewa, ni kwa sababu ya kuleta neno la Bwana, na ninao furaha isiyo na kifani kuona ya kwamba niko mzima buheri wa afya. Kwa hivyo ninao sababu ya kusema Bwana anastahili. Haleluya. Hata pia na wewe unayo sababu ya kumshukuru Bwana. Bila kupoteza wakati, nataka tuende katika neno la Bwana katika kitabu cha Mithali 16 kuanzia pale 1. Neno langu ni ya kwamba maandalio ama kujiandaa. Bwana asifiwe. Kianzia pale 1 inasema ya kwamba Mithali 16 kuanzia 1. Biblia inasema ya kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi kutoka kwa Bwana. Njia zote za mtu ni safi machoni pake mwenyewe, bali Bwana huzipima roho za watu. Mkabidhi Bwana kazi zako, na mawazo yako yatadhibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, na hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwanza nifikishe hapo. Pale mwanzo nimesema ya kwamba kitu kinaitwa maandalio. Maandalio, kujiandaa. Maana kwa kila jambo lazima ukuwe na vile ambavyo unavyojiandaa. Katika safari ya wokovu lazima kuwe na maandalio mazuri. Bwana asifiwe. Maana usipojiandaa na njia ambayo inastahili, pale mbele kutakuwa na shida. Safari yako ya wokovu itakuwa na shida. Bwana asifiwe. Na basi unakuta ya kwamba unapookoka unakaa chini ya mafundisho, unakaa chini ya mahubiri ili kufundishwa na kupewa mwelekeo. Haleluya. Unaandaliwa na njia ambayo inastahili. Na that's why usipopata maandalizi mazuri katika safari yako, kuna mahali kunakuwa na shida. Bwana asifiwe. Na ndio Biblia inasema ya kwamba maandalio ya moyo. Haleluya. Sasa turudi hapa katika neno la Bwana ya kwamba maandalio ya moyo. Haleluya. Jinsi unavyojiandaa katika moyo wako, makusudi katika moyo wako. Haleluya. Maombi yako katika moyo wako. Umeandaa nini mbele za Bwana? Ni nini unaenda kuzungumza mbele za Bwana? Bwana asifiwe. Haleluya. Katika moyo wako. Maana nimesema ya kwamba maandalio ya moyo, kwa sababu katika moyo hapo ndio center ya kila kitu. Maana mtu anapotaka kufanya jambo, unaliona linakuja kwa mawazo, likishaingia katika moyo unakuwa umekata kauli. Haleluya. Na unakuta hilo jambo umelitekeleza, umelifanya kwa sababu wewe katika moyo wako umeshafanya maamuzi. Na ukisoma maandiko inasema ya kwamba linda moyo wako kuliko chochote kile, kuliko kitu kingine chochote. Maana katika moyo hapo ndio kuna maamuzi mengi.
kuna uzima. Haleluya! Hapo ndio kuna mauti, kama vile ambavyo Yosia alikuwa akizungumza kuhusu hilo jambo. Unakuta ya kwamba mtu anaanza vizuri katika sehemu ya uimbaji, pengine alikuwa anaimba katika nyimbo za injili za kumtukuza Bwana, lakini punde tu anapofika pale mbele anaanza na anaingia katika nyimbo za secular. Haleluya! Kumaanisha ndani ya moyo wa huyo mtu kuna mahali ambapo hapakuwa na maandalizi mazuri. Haleluya! Kuna maamuzi huyo mtu alikuwa anastahili ayafanye. Kwa hivyo anaweza kuwa kwa mawazo yake ndio amefanya maamuzi, lakini kwa moyo wake hajafanya maamuzi. Haleluya! Hilo jambo ni vigumu sana kulitekeleza, na kama ungekaa vizuri katika mambo ya Mungu, kama ungepata maandalizi mazuri, hapo ndipo unakuta ya kwamba unafika pale mbele, unaanza kuyatamani mambo ambayo mbele yatakuwa ni mauti. Maana njia za mtu zote ni safi machoni pake mwenyewe. Haleluya! Inakupendeza, unaona ni nzuri, lakini Bwana huzipima roho za watu. Haleluya! Hapo katika moyo. Maana ukienda pengine mtu amekosewa ama mtu amedhulumiwa, shida ilikuwa katika mawazo, shida ilikuwa katika akili yake, lakini shida kubwa inakuwa katika moyo wake. Bwana asifiwe. Moyo ukiweza kupona, kila kitu kinakuwa sawa, maana uso inatia kile kitu ambacho kiko ndani. Haleluya! Si unaweza mtazama mtu na ujue mtu ako na shida fulani. Bwana asifiwe. Hata ingine si roho. Haleluya! Lakini watazama huyo mtu kwa sura yake, attitude yake inakuonyesha kwamba ndani ya huyo mtu kuna shida. Hiyo inamaanisha katika moyo wake kuna mahali kuna problem. Haleluya! Na that's why hata kama unaenda mbele za Bwana, chunguza moyo wako. Ama unapotaka kwenda katika maombi, jiandae na njia nzuri, fanya preparation. Usifungue wala kufunga kitu ambacho haukuwa unastahili kufunga. Haleluya! Usiombe maombi mengine yeye mwenyewe yanakuweka katika mtego, ili ukapate mwelekeo wa roho. Haleluya! Kwa sababu example niseme ya kwamba kama vile ambavyo nacheza kinanda hapa, na nikuwa ya kwamba katika hiyo wiki hakuna vile ambavyo ninajiandaa. My friend, ikifika Jumapili lazima nitachanganyikiwa. Haleluya! Kwa sababu katika moyo wangu ndio akili na mikono na mwili ina respond na inataka, lakini katika moyo hiyo kitu hakuna ndani. Kwa hiyo hata ninapokuja hapo niko tu kimwili. Haleluya! Hata ninapofanya hilo jambo ama ninapocheza hiyo kinanda, uwepo hakuna, niko empty. Maana hakukuwa na maandalizi mazuri, si kujiandaa, ni kwa sababu ya kumpa Bwana ibada. Bwana asifiwe. Haleluya! Sikia zawadi, lazima ujiandae. Ukitaka kwenda safari, hiyo kitu unasikia asubuhi na unasema unaenda safari, si lazima unachukua muda wako, unasema ya kwamba katika hii safari nataka hivi na hivi. Unajua kitu ya kwanza pia ni pesa ngapi, pengine nitakula kwa barabara. Hiyo safari nini naenda kufanya huko? Lazima ukuwe na kampango kazuri, yani kanakuwa ni kampango. Lakini utaamka tu asubuhi sema nataka kuenda, utakuta katika hiyo safari yako kuna mambo moja ama mawili, ili unakuta umesahau na kitu. Haleluya! Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika moyo, na Biblia inazungumzia sana kuhusu moyo. Maana ukiteremka hapo tena chini inasema ya kwamba kila mtu mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana. That's why nikasema maandalizi katika moyo. Haleluya. Unajua
Kuna maombi unaweza ukafanya yakakuletea shida. Bwana asifiwe. Ama yasijibiwe, kama yule jamaa alienda kujipiga kifua mbele za Bwana akisema ya kwamba vile ambavyo anaombaga mara mingi na kufunga haleluya, na kufanya shughuli nyingi na kumpendeza Bwana, lakini huyu mwingine hafanyagi, hata sasa amekuwa mshtaki wake. Bwana asifiwe. So kuliko ajipeleke mbele za Bwana kwa mambo yake mwenyewe, sasa atapata kiburi imeshamwingia, anadhani bado katika maombi. Bwana asifiwe. Hiyo si maombi. Mungu sasa, hata kama ni wewe Mungu, wewe ujiweke, utajibu hiyo maombi yake. Haleluya. Maana sasa amekuja kumshtaki mwenzake vile ambavyo anavyofanya kazi nzuri, lakini huyu mwingine hafanyi. Hiyo ni kiburi, na maombi ya aina hiyo, in fact Biblia inasema ya kwamba maombi kama hiyo ni chukizo kwa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo nikaona ya kwamba katika moyo, jambo la pili ni ulimi, katika kutamka. Maana unakuta ya kwamba katika maneno kuna baraka, sivyo? Bwana asifiwe. Kwani mhubiri wakati anaposimama hapa si anatumia maneno? Haleluya. Wakati nataka kubariki mtoto wako, si maneno unazungumza, kumaanisha hayo maneno yana nguvu. So katika kila neno unalolizungumza ujue ya kwamba linaweza likafungua wala likafunga. Na nikasema wakati mwingine kuna mtu huwa na shida akitamka kitu kila wakati, kila wakati. Hii nchi nakwambia imesota kila wakati, hata kama huyo mtu ako na pesa. Hiyo ndio kitu kwa katika mdomo wake. Hata hapo kitu inakaa namna gani? Mungu wangu, Bwana asifiwe. Hiyo ndio maneno iko katika moyo wake. Kwa hivyo huyo mtu hata apate kitu ni maskini bado. Haleluya. Huyo mtu bado ni maskini. Na nikakuwa mahali na zamani kwa sababu ya kusema hiyo jambo. Nikaenda mahali nikakuta huyo mtu mwanzo hakuwa na pesa, lakini akarudi akapata pesa na akajenga boma yake. Lakini vile ambavyo tuliingia kwa hiyo boma, najua sijasema ni nani. Haleluya. Vile ambavyo tuliingia katika hiyo boma, mpaka unasema si mtu angekaa tu bila pesa. Haleluya. Maana ni kama inampesa, kumaanisha ukimwangalia unaona ako na pesa, lakini ndani yake huyo mtu ni maskini. Bwana asifiwe. Na inafaa kwanza ndani yako ukiwa na utajiri ili ionekane. Haleluya. Kumaanisha huyo mtu anakaa kimaskini ila hali ni tajiri. Unaona hiyo maisha ni mazuri kweli? Bwana asifiwe. Lakini kama kuna maandalizi mazuri, hata hiyo kitu ukipata haiwezi kukusumbua. Utajua kukipangia. Maana hapo mwanzo kulikuwa na maandalizi mazuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Katika mstari wa 3, mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatadhibitika. Upeane shughuli zako kwa Mungu, watoto wako kwa Mungu, familia yako kwa Mungu. Haleluya. Maana yeye ndiyo mwanzo wa kila jambo. Kazi zako, maadui zako, Bwana asifiwe. Maana huwezi kawajua wote. Unaweza sema fulani ni adui yangu, lakini kumbe yule anayedhania ni rafiki yako, kumbe ni adui yako. Bwana asifiwe. Mkabidhi Bwana
maana yeye ndiye anaona katika siri. Yeye ndiye anajua ni nini iko katika moyo wako, ni nini unataka. Kabla hujaomba anajua hitaji lako, lakini Biblia inasema ya kwamba mkabidhi. Hakusema kitu, mkabidhi yote. Haleluya! Na kile ambacho unaomba kitadhibitika, na njia rahisi utakipata. Haleluya! Mahali ambapo ulikuwa unataka kufika utafika, lakini kwa kitu moja tu, ujipeane kwa Mungu. Bwana asifiwe. Unajua wakati mwingine nasema ya kwamba hii wacha nitashughulika nayo, kumbe ile ndio unataka kushughulika nayo ndio hiyo Mungu alikuwa anataka umpatie. Bwana asifiwe. Hii ukasema hii wachana wacha hii Mungu ashughulike nayo, lakini mimi nitashughulika nayo kama mtu, kumbe hiyo ndio ya kukuchapisha. Bwana asifiwe. Kumbe hapo ndio shetani anachukua nafasi. Maana kama umemkabidhi Bwana shughuli zako, ibilisi hatapata nafasi. Maana ukimkabidhi Mungu shughuli zako, hiyo ni sawa na kusema umemkataa ibilisi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama vile ambavyo Biblia inasema ya kwamba mkatae shetani naye atafanya nini? Atakutoroka. Hiyo ni kumaanisha mkabidhi Bwana. Haleluya. Maana hata kutoroka tu. Atakutoroka kwa nini? Bwana asifiwe. Lakini atakutoroka kwa sababu anaona kuna kitu iko ndani yake. Kuna moto uko ndani yake. Na hata wao wanatupa wale jamaa kwa moto wakiwa watatu. Wanashangaa waine naye ni nani? Maana na tena hawachomeki. Bwana asifiwe. Kwa nini hawakuwa wanachomeka? Kwa sababu walikuwa na protection ya Mungu. Mambo yao hawakuwa wamejibakishia. Walikuwa wamemkabidhi Bwana. Haleluya. Yaani hata utuue pia tuinamini. Bwana asifiwe. Na wanasema hiyo wako na confidence ndani yao. Kwa ujasiri, si ati kwa uoga. Haleluya. Ati hata ukinipea, yaani hata ukinifanya nini? Sifanye. Mara mingi wakati nilianza kuimba, kuna vitu nilianza kuona kwa mtandao ambao sikuwa ninaona. Naletea fomu naambia kwamba unataka nini na nini. Unataka fame, unataka pesa, unataka nini? Sisemi story ya kusikia yenye mimi nimeshuhudia. Bwana asifiwe. Na pia wanakuwekea kaushuhuda kengine ka uongo hapo chini, ili ambavyo utasaidika. Lakini shida ni kuwa ibilisi hakuna siku atakwambia ukweli. Hata wakati ameongea ukweli yake yote bado ni uongo. Maana katika hiyo ukweli kuna mahali anataka uingie. Katika hiyo sifa yote anakuambia kwamba utapata, mwisho wake ni nini? Kumaanisha ni uongo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kumaanisha ni uongo. Asikushangaa wakati neno la asubuhi lilikuwa linaendelea, akizungumza hilo jambo nililiona na nikaliona kwa umbali sana, maana ni kitu ambacho kilichonifikia mimi kwangu. Bwana asifiwe. Ningekuwa mrahisi nuru ile besha. Haleluya. Wewe hata wenye tuko hapo, nani anachukia kuwa na pesa? Tukige omodi ngine ile besha. Na unajua kuwa na pesa si ni nguvu ya hapa duniani. Haleluya. Kumaanisha kama hauna pesa kuna kitu ambao hauna. So wanakuja na njia kama ile. Inakaa ni kitu inakusaidia, lakini madhara yake hapo hawakuambia. Maana anakuambia fulani kutoka Mombasa naangalia akapata mpaka anawekwa hapo ongee. Lakini hakuambia kwamba nikienda Mrama nini kita happen. So anakufunga macho kwa kitu ambacho
Yaani analeta kitu unaona na yenyewe ni kitu mzuri. Bwana asifiwe. Unaona na yenyewe kupanga jina si mbaya. Hii kara yogo tihi ni ukona no yoronekana kuu. O andu makigwetwo no nginya gwetwo hau. No atiriri. Marona ndungigura. Haleluya. Lakini mwisho wa hilo jambo ni nini? Madhara yake ni nini? Na hivyo ndivyo Ibilisi atakaki mtu. Bwana asifiwe. Maana mwizi anapoenda kuiba apigage hesabu ya kushikwa. Hiyo hawezi piga. Na vile ambavyo anaweza pigwa risasi ama achomwe. Maana akipiga hesabu yao tayari imeshaingia. Kukinyi tayari tuwe kuikwati. Mathabu macio ngoma ndekithagia mundu no ni agwikithagia mathabu moria ugufaulu no ni ugutwika mundu wa bata. Kwanza nakupangia mpaka vile ambavyo utakuwa umejipanga. Kwanza nakwambia hii kwanza ile raundi ya mwisho wewe una mambo yako inaenda sawa. Kumbe hiyo siku ndio unaenda kukamatwa. Kwa sababu hii siku tu nikifaulu kwa hii mambo yangu inaenda sawa. Hiyo siku ndio unaenda kushikwa. Maana hakuambii ukishikwa utafanywa nini. Maana ukijua utaogopa na utaona hapana. Hako ya hausha. Bwana asifiwe. Isitoshe sio kuniendea platform ikafika mpaka mahali nishapigiwa simu nikiwa tu hapa. Ndio. Haleluya. Swali ni moja tu, unataka kujiunga na sisi? Hivyo tu. Ninauza kujiunga na nini? Nakata simu mbio. Haleluya. Kwa hivyo kama katika moyo wako ulijiandaa vizuri, kubebwa na upepo ni rahisi. Haleluya. Na unakuta umeingia katika mambo ambayo ni anasa. Maana mara mingi hata dhambi ikifanyika, mtu akifanya dhambi ina utamu wake, ina uzuri wake. Haleluya. Lakini mwisho hapo ndio kuna shida. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika maandalio na njia rahisi katika msingi wako. Kuna mtu kimtajia pesa hapa, yeye na Mungu wametokana. Na ni muhonoku. Haleluya. Hapo tu umtajia tu pesa. Ai. Ako kihika kanisa na uge kihiko kirafi. Na hiyo ndio na Ngai. Bwana asifiwe. Na no rabi yaga hiyo. Hapo shida iko pale. Pale katika kwa msingi hapo kuna problem. Maana mtoto kama huyu ukimpa msingi wa kiroho kuanzia pale chini, kuna jambo hata katika uzeeni wake, kuna kitu unaweza kuja naye kwa mbele mno. Hii hapana. Haleluya. Kuna kitu atakukataza. Maana dhamira yake iko hai. Haleluya. Ukiwa kiasi kiraizile mono. Bwana asifiwe. Nikaona katika moyo hapo ndio kuna shida kubwa. Hapo ndio kuna kufaulu. Hapo ndio kuna mauti. Hapo ndio kuna uzima. Bwana asifiwe. Maana unakuta ya kwamba mtu anaweka hasira, lakini mkikutana haraka ile kingine haraka hali. Bwana asifiwe. Haraka hali. Na mboga kinya leo kukulinda sana. Agekwira kama hata waka. Lakini kumbe si rafiki ya Mungu. Katika moyo hakuna urafiki. Haya. Katika moyo unakuta hakuna urafiki. Lakini hapa juu na kuonesha yeye. Ndio ni hawa Biblia inasema ya kwamba ni rafiki ambayo anakukupatia lakini nyuma afanya nini? Anakudunga visu. So maana ukiangalia mtu kama Moses vile ambavyo Mungu alimtuma Misri. Bwana asifiwe. Kuna swali nilikuwa najiuliza hapo. Kwa nini angechukua mtu mwingine wa nje akuja afanye hiyo kazi? Haya.
Kwa nini huyo Mungu hakuchukua mtu mwingine wa nje akuje aokoe wana wa Israeli, amtumie kuokoa wana wa Israeli? Kwa nini tu wakamchagua Musa? Bwana asifiwe. Maana alikuwa anajua kwamba ataweza. Jambo la pili, alikuwa amelelewa hapo. Hakuna kitu ya Misri ungemwambia hajui. Tena alikuwa katika nyumba ufalme, alikuwa anajua hasira ya Farao. Haleluya! Na alikuwa anajua vile ambavyo anaweza mtuliza. Sasa kama amelelewa kwa hiyo nyumba, ni nini hajui? Kwa nyumba ya monene hauni yake atarame monene arakara no yake yo monene araka no akurage dakika igiri. Bwana asifiwe. Na that's why Mungu akamtumia Musa, maana alikuwa amejua kwamba katika moyo wake kuna maandalizi mazuri, atafaulu katika hiyo vita. Bwana asifiwe. Lakini ikiwa Mungu anafanya hiyo, anafanya hivyo, na sisi tunapoenda mbele za Mungu lazima tukuwa tunajiandaa na njia ambayo inastahili. Bwana asifiwe. Pasipo kuangalia mtu mwingine, wewe mwenyewe kwa Mungu unaenda namna gani? Unajua mimi tutahukumiwa na mtu. Haleluya. Yangu tu ndio nitasimama naye. So kama katika moyo wangu kulikuwa na problem, nikienda pale hukumu itanipata, na pia kama nilikuwa na uzuri mazuri nitayapata. Sio barikiwe. Bwana wabariki.